Sasa kama kawaida andika deni. Lakini samani Mama Rema, na mazungumzo naye. Jambo gani? Ulichokifanya sijalizishwa nacho kabisa. Umefanya nini? Kwa kujichukulia sheria mkononi, kwa kumpiga mdogo wangu kichwa pasipokuwa na sababu maalum. Alafu isitoshe umenifanya niuguze mtu ambaye hakustahili kabisa kuuguza. Alafu ukiangalia na kipato chenye kipo wapi hapa? Mdogo wako hana adabu. Yeye kama anajiona amekuwa atafute mke aoe, sio kucheza na mtoto wangu mimi vichochoroni. Mama Rehema bwana, kati ya mtoto wa kike na wa kiume kucheza vichochoroni jambo la kawaida tu, mbona hiyo? Kwa kuwa kwangu mimi wa kike, kwa kwako wewe wa kiume. Ila hadithi ingekuwa nyingine, kama wa kwako angekuwa wa kike, wa kwangu mimi angekuwa wa kiume. Mama Rehema, Mama Rehema, Mama Rehema. Samahani kwa yaliyotokea, lakini pia nilikuwa na mazungumzo na wewe. Sawa, nangoja nakuja nisubiri pale kwa meza. Kwanza samahani kwa muda wako, lakini pia nilileta hapa ni kuzungumza na wewe kama mwanamke mwenzangu kuhusiana na Kibonde. Najua hapo awali ukutambua kwamba Kibonde ana mwanamke mwingine. Nimekuja kuongea na wewe kistaarabu kama mwanamke mwenzangu ili uniachie Kibonde wangu, kwa sababu nao yapitia ni magumu. Na isitoshe sisi wanawake tunafanana kitabia, kimawazo na kimaumbile pia. Jaribu kulichukulia hili jambo kama la kwako, yaani mimi niwe kama wewe, utambue kile ambacho nakipata mimi moyoni mwangu, pia na mzigo nilioubeba juu ya Kibonde. Mimi na Kibonde tumepanga mengi sana, tumetoka mbali sana. Kwa hiyo kumwacha Kibonde siwezi. Ndio maana nakuomba kama mwanamke mwenzangu uniachie Kibonde, na pia natamani uwe mbali sana na Kibonde, kwa sababu unapokuwa karibu na Kibonde anazidi kunichukia, lakini utakapokuwa mbali Kibonde lazima atanipenda tena, tutaendelea kuwa pamoja kama zamani. Kwa hiyo kama mwanamke mwenzangu nakuomba hilo, niachie Kibonde. Sawa, nimekusikia. Ila naweza nikabeba hisia kama mwanamke mwenzio. Sawa. Lakini kiukweli hatuwezi. Siwezi nikakuachia Kibonde. Nimepoteza muda wangu mwingi kwa Kibonde. Nimewekeza vitu vingi kwa Kibonde, ikiwemo na ile biashara yake ya kunywa. Nimemfungulia mimi. Ukiachana na biashara ya kunywa, kuna biashara nyingine nimefungulia Kibonde. Unairudi sasa nikasema. Iko kitu sahau. Siwezi nikakuachia Kibonde. Utanisamehe. Najua kama mwanamke lazima ufunge kifua, lakini hao nao niambie umefungulia biashara, sijui anasimamia vitu gani. Inawezekana unaniambia tu ili kunizibia milango yangu, na inawezekana pia umefungua, mimi sifahamu. Ila mimi ninachokuomba uniachie Kibonde, na kama umeendelea kumng'ang'ania Kibonde
basi unahitaji vita na mimi, na niko tayari kuanzisha vita na wewe. Tukutane uwanjani. Mimi sio mwadi sana wa vita, ila kama unaitaka vita sawa, mlango wangu wazi kwa mafuta hayo mama msomi, ngoja nikakuletea hela mchele. Tena ngoja nimalizane na wewe kabla sijaondoka. Lema mwanangu, ndege wafananao huruka pamoja, na asili huharibiwa na asili mwenyewe. Kama mambo sijaelewa umemaanisha nini? Mtu huharibiwa na mtu, mti huharibiwa na mtu. Umeliona shoka? Shoka likienda kukata mti haliwezi kukata hata mtawi mmoja, lakini shoka litakapokwenda porini likiwa na mpini litakata miti yote ya porini. Mama bwana, mimi makoti nimekuelewa, lakini sijui tunamaanisha nini. Mwanangu, mimi hapa urafiki wa wewe na Sanura mwanangu, mimi siutaki. Maisha anayoishi Sanura na maisha tunayoishi sisi ni maisha mawili tofauti. Kwa hiyo mwanangu, ninachokuomba, achana na urafiki na Sanura. Sijui umenielewa? Achana na urafiki na Sanura ili uliweke akilini na kazi ulifanyia. Acha urafiki na Sanura. Narudia tena na tena, acha urafiki na Sanura. Nadhani utakuwa umenielewa. Yangu mbona sijakuzoea katika hiyo hali? Kwani kuna tatizo? Wanamtoka pale alitamka maneno mabaya sana. Aliniambia mimi nikuache wewe ni wake. Yeye alinanizoea. Kuja kugombania mapenzi. Amejaribu hadi kuanzisha vita dhidi yangu mimi. Leo inabidi tuchague rafiki yetu, mimi au yeye. Kama tumchagua yeye ni sawa, mimi nitaenda. Nitaondoka nitafanya mambo yangu. Wala sio jana. Mke wangu, mbona hilo jambo ni swala ambalo tushalizungumza toka ile siku kwamba na maamuzi yangu ni kubaki na wewe. Sasa hiyo wasiwasi na huo uoga ambao unao wewe, mbona mimi sioni kama kuna shida kubwa sana, kwa sababu maamuzi nishatoa, ila huenda kwamba hakuelewa nini ambacho nilikuwa namaanisha, ila nitajaribu kutenga muda wangu kwenda kumfahamisha kila ambacho nilimuelewesha ile siku. Nikutoa wasiwasi wangu. Pia naomba niruhusu niingie ndani mwako.
Bonde, nilijua utakuja mpenzi wangu. Mimi nafahamu fika, mimi nakupenda sana. Naomba unisamehe kwa kukunyoshea mkono, ilikuwa ni hasira tu. Tanura, pia mimi naomba unisamehe. Kisha kusamehe Kibonde. Sawa, ila mimi sijaja kwa ajili ya kuendeleza mahusiano. Kibonde, naomba tukae chini kwanza tuzungumze. Kibonde mpenzi wangu, unaweza ukaniambia nimekukosea nini? Kwenda na makosa au na chochote ambacho nimekifanya kinyume na matakwa yako? Nina uwezo wa kujirekebisha. Tanura, wewe ni mwanamke mzuri sana. Mbele ya wanawake wenzio kusimama, wewe ni mwanamke ambaye sana, ila wewe sio mwanamke ambao nitamani kuwa nawe kwenye picha, kwa sababu sio mwanamke wa malengo mimi na wewe. Kwa sababu namaanisha hivyo kwamba wewe asubuhi ni wa shilingi 15,000, mchana wewe ni wa shilingi 15,000, vile vile jioni wewe ni mwanamke wa shilingi 15,000, kwa siku natumia shilingi 1,000. Kwa hali yangu mimi ambayo ninayo, hiyo ni pesa kubwa sana. Siwezi kutengeneza kitu chochote kwenye maisha yangu, siwezi. Bonde mpenzi wangu, ambao mimi nakupenda sana na siko tayari kuachana na wewe ama kukupoteza. Niko tayari kujirekebisha, na pia niko tayari nipe kiasi chochote ambacho wewe kuomba tena 15,000, na kuanzia leo sitakuomba tena pesa. Naomba nisamehe. Tanura, siwezi kuwa nawe.